Habari za saa hizi. Siku ya leo tunakwenda kuzungumzia moja ya mada inayojadiliwa zaidi na ambayo ni muhimu katika teolojia ya Kikristo. Mada ya leo inakwenda kujibu swali hili: je, Yesu tayari amerudi au bado atarudi? Waumini kutoka karne za kwanza wamejaribu kuelewa asili halisi ya kurudi huku kulikotangazwa na Injili na Paulo na Petro na pia sehemu zingine za maandiko, na tafsiri zimekuwa nyingi na wakati mwingine zinaweza kupingwa. Waumini wengi hata leo wanafikiria kwamba maneno yote ya Yesu juu ya kuja kwake yanazungumza tu juu ya mwisho wa ulimwengu au juu ya tukio la kushangaza la siku zijazo ambapo mbingu zingesambaratika na ambapo nyota za mbinguni zingeanguka kutoka mbinguni, ambapo wafu wangefufuka mara moja. Walakini vifungu vingine vya maandiko, ingawa mara nyingi vinapuuzwa, vinasema wazi kwamba Yesu alikuwa akitabiri kurudi kwa kizazi cha wanafunzi wake mwenyewe, ambayo ni tukio ambalo linapaswa kutokea kabla wengine wao kufa. Sasa mvutano huu kati ya ukaribu wa muda na utimilifu wa siku zijazo umekuwa moja ya changamoto kubwa za eskatolojia ya Kikristo. Sasa ili kuelewa somo hili kwa usahihi, ni muhimu kuweza kuchunguza kwa uangalifu maono tofauti ya kurudi kwa Yesu. Yaani maono ya siku zijazo, maono ya kihistoria, maono ya sehemu na jumla ya preterist, pamoja na tofauti zingine za katikati. Na pili, ni muhimu kuelewa ni kwa nini wanateolojia wengine, wanahistoria na wafafanuzi wanathibitisha kwamba Yesu alirudi kwa mara ya kwanza katika karne ya kwanza, sio kimwili lakini kwa kitendo cha kuhukumu cha kihistoria wakati wa uharibifu wa Yerusalemu katika mwaka wa 70 baada ya Kristo. Na mwishowe ni muhimu pia kuelewa ya kwamba maelezo haya hayapuuzi kwa njia yoyote uwepo wa siku zijazo ambazo zilitabiriwa pia katika maandiko, kama vile kwenye kitabu cha Ufunuo kuanzia sura ya 20 hadi 22, kwenye kitabu pia cha Matendo kwenye sura ile ya kwanza na mstari wa 11, lakini pia kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Kwa hivyo mafundisho haya yanalenga kufafanua mambo haya, kuyaelezea kwa kina na kuyaweka kwenye maandiko kwa mujibu wa maandiko pia, na kuyahusisha na vyanzo vya kihistoria vya kuaminika kabisa, kama vile kuna Flavius Josephus, kuna Tacitus, kuna Suetonius na kuna wengine wengi pia ambao wameweza kuelezea vitu hivyo ambavyo tutagusia vyanzo hivyo ili kuweza kuona kwa nini msimamo ule ambao nitautangaza hapa unaweza ukaonesha kwa namna fulani kile ambacho maandiko yaliweza kutabiri. Hebu basi tuweze kuangalia maono tofauti ambayo yapo katika kitendo hichi cha kurudi kwa Yesu, yani tafsiri tofauti ambazo watu hufikiri kuhusu kitendo cha kurudi kwa Yesu. Tunaanza na maono ya kwanza ambayo ni maono ya baadaye. Yani watu wanao dai fundisho hili wanasema ya kwamba Yesu bado hajakamilisha yoyote kuhusu, hasa kwenye Mathayo sura 24 na kitabu pia cha Ufunuo. Yani kwa hawa wanaona ya kwamba vitendo vile vyote vya kurudi kwa Yesu vinahusu ni mambo ya baadaye ambayo bado hayajakamilika bado. Sasa mtazamo huu wa siku zijazo ambao unaendelea sasa na ndio ushikiliwa zaidi katika makanisa ya kiinjilisti ya kisasa, ambapo ni tangu karne ya 19 na walimu wengi kama vile kuna John Nelson Darby na kuna wengine wengi pia ambao wanasisitiza ya kwamba kila kitu ambacho Yesu alisema kwenye Mathayo 24 na vile vile karibu na maono yote ya kitabu cha Ufunuo vinarejelea mambo ambayo ni ya siku za baadaye ambayo bado hayajatimia. Sasa kulingana na muundo huu, zikikuu kuonekana kwa mpinga Kristo na alama ya mnyama na kuanguka kwa nyota na kuja pia kwa mwana wa Adamu juu ya mawingu na uharibifu wa siku za mwisho wa ulimwengu, haya yote lazima yatokee katika siku za usoni au siku za mbali. Yani ni mambo ambayo bado hayajatokea, na wanasimamia hasa mafungu kama vile kwenye Mathayo 24:30 ambapo
inasema ya kwamba ndipo ishara ya mwana wa Adamu itaonekana mawinguni. Na pia kuna Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 ambapo inasema Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Lakini pia wana matendo ya mitume sura ya kwanza kwenye fungu la 11 ambapo watu wale wawili waliwaambia mitume, kipindi mitume wanamwangalia Yesu akipaa mbinguni, wakawaambia kwamba huyu Yesu mnayemuona atarudi pia katika njia hiyo hiyo. Kwa hiyo wao wanasimamia hapo na kusema ya kwamba yote yale ni mambo ya baadaye ambayo bado hayajatimia bado hadi sasa. Sasa wanachukua matukio haya kuwa halisi na wanayachukua pia ya kwamba yatatimia kimwili na kihalisi na yataonekana kwa wanadamu wote. Kwa hiyo kwao hotuba nzima ya Yesu katika Mathayo sura ya 24 inahusu mwisho wa ulimwengu na wala sio mwisho wa enzi au mfumo fulani ambao nitakuja kuzungumzia hapo mbeleni. Sasa maono haya ambayo yanahusu maono ya baadaye yana nguvu fulani. Kitu ambacho naweza nikawasifu watu wanaosimamia msimamo huu ni kwamba wanachukua kwa uzito kipengele cha baadaye cha ufufuo wa mwisho na hukumu ya mwisho pia. Yaani ninawasifu sana kwa hivyo, ni kwamba wanachukua vitu hivyo kwa uzito. Lakini kitu ambacho ninawalaumu ni pale ambapo wanaanza kufasiri ya kwamba vitu vyote lazima vitakuwa vya mbeleni bila kuangalia hata historia pia inatuambia kitu gani. Kwa hiyo kwao mambo ya kihistoria huwa hawayajali, wanaangalia tu mambo yote kwamba ya baadaye na wanategemea yatimie kimwili. Kwa hiyo hata hivyo maono haya yana matatizo makubwa pia, kwa kuwa lazima ieleze kwa nini Yesu anasema kwamba haya yote yalipaswa kutimizwa katika kizazi cha wanafunzi wake, kama vile alivyosema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 34 ambapo aliwaambia, amin nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Ninajua na kuelewa ya kwamba watu wale ambao wanasema ya kwamba maono yote ni ya baadaye, wanapokuja katika fungu kama hili wanaanza kulifasiri kwa namna nyingine. Wanasema ya kwamba Yesu alipokuwa na wanafunzi wake aliwaonesha mtini. Alafu akawaambia ya kwamba kwa mtini jifunzeni, ya kwamba majani yake yanapoanza kunyauka basi mnajua ya kwamba kipindi cha mavuno kinakaribia. Kwa hiyo wanaanza kusema ya kwamba mtini kibiblia unawakilisha taifa la Israeli. Kwa hivyo kama mtini unawakilisha taifa la Israeli, tangu kile kipindi ambapo Yesu alikuwa, taifa la Israeli lilikuwa limegawanyika katika sehemu nyingi za dunia. Na ni kweli kabisa, hata Yesu moja ya sababu ya kuja kwa Yesu ilikuwa ni kuweza kuunganisha pamoja taifa la Israeli ambalo limekuwa limetawanyika duniani kote. Na ndio maana amesema kipindi kile anaingia kwenye Luka 21, kipindi anaingia Yerusalemu, alianza kuulilia mji na akasema, Yerusalemu, ni mara ngapi ambapo nilitaka kukusanyisha kama vile kuku anavyokusanyisha vifaranga vyake. Kwa hivyo moja ya mission, moja ya kusudi la Yesu kuja duniani ilikuwa ni kuweza kukusanyisha pamoja Israeli iliyotawanyika, ili tena wawe na Bwana mmoja na wawe na mfalme mmoja. Ndio ilikuwa moja ya kusudi la Yesu. Sio bure kwamba Yesu alisema ya kwamba sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo Yesu, moja ya kusudi yake ya kuja ilikuwa ni kukusanyisha Israeli iliyotawanyika duniani. Sasa wanasema ya kwamba kwa vile ya kwamba tangu kipindi cha Yesu Israeli ilikuwa imetawanyika, kwa hivyo hapo mtini ambao unawakilisha Israeli, matawi yake yalikuwa bado hayajanyauka. Lakini kile kipindi ambapo Israeli itaanza kuwa mtini mmoja au na majani yakaanza kunyauka, yani kipindi ambapo tena Israeli yale makabila yote yataanza kuungana pamoja,
basi hapo ndipo tunaweza tukaanza sasa kuhesabu kizazi fulani, ya kwamba Yesu alisema kizazi hiki hakitapita. Basi akasema hapo tuanze kujifunza kwa mtini. Kwa hivyo wao wanakuja kipindi hichi Yesu anaongelea kuhusu kizazi hiki hakitapita, wanasema basi na kwa mtini tujifunze hivyo. Kwa hiyo wanasema ya kwamba mtini ni taifa la Israeli. Sasa wanasema tangu mwaka wa 1948 ambapo Israeli walipata uhuru wao na kuruhusiwa kurudi katika nchi yao baada ya tamko lile la General Mussolini wa Italia, basi tangu wakati huo wa mwaka wa 1948 ndipo tunaweza tukaanza kuhesabu sasa kipindi ambacho kizazi kimoja hudumu. Yani Yesu aliposema kizazi hiki hakitapita, wao wanasema ya kwamba kizazi cha Israeli tangu Israeli wapate uhuru wao wa kurudi kwao mwaka wa 1948, hicho kizazi kilichoanza tangu huo mwaka wa 1948 hakitapita, bali hicho kizazi ndicho kitaona kurudi kwa Yesu. Kwa hivyo wao ndipo wanakuja kuambia Yesu aliposema kizazi hichi hakitapita, aliongelea kile kizazi cha Waisraeli ambao walipata uhuru wao kurudi kwao tangu mwaka wa 1948, yani karibia miaka 2000 baada ya Kristo. Ndicho kizazi ambacho Kristo alisema ya kwamba hakitapita hadi hayo yote yatimie. Lakini mtazamo huu unapokuja tu kuuliza maswali rahisi, unafeli kabisa. Ukija kuangalia yote ambayo Yesu alizungumzia hapa kwenye kitabu cha Mathayo 24, ambapo anasema kizazi hiki hakitapita hadi hayo yote yatimie, utaona ya kwamba hawataweza kufafanua. Na kupa mfano rahisi tu kabisa. Tukianza kwenye Mathayo 24 kwenye fungu la kwanza, Yesu anasema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambia halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Na kadhalika. Ndipo akaanza kuongea kuhusu mambo yale ambayo yanatakiwa yawepo. Sasa hapa Yesu anawaambia kwamba wanafunzi wake wanapokuja kumuonesha hekalu, anawaambia hakuna jiwe litakalosalia ya juu ya jiwe lingine. Kwa hiyo wale ambao wanasema ya kwamba Yesu aliposema kizazi hichi hakitapita, anaongelea kizazi kuanzia mwaka wa 1948, wanatakiwa basi waeleze ni kwa namna gani kizazi hichi kuanzia mwaka wa 1948 kiliona au kitaona kubomolewa kwa hekalu la Yerusalemu, ambalo hekalu hilo kwa sasa halipo. Maana Yesu anawaambia ya kwamba haya yote aliyoyataja, yani kuanzia kubomolewa kwa hekalu na yale yote aliyoyaongea, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Kwa hiyo yote ambayo Yesu alitaja hapa yanatakiwa kizazi hiki kiaone yakitimia. Sasa wale wanaosema ya kwamba Yesu aliongelea kizazi cha mwaka 1948 wanatakiwa waweze pia kueleza, je, kizazi hichi kitaona kubomolewa kwa hekalu? Utaona ya kwamba moja kwa moja tafsiri hiyo ya kwamba Yesu aliongelea kizazi kuanzia mwaka 1948 hakiwezi kutafsiri mambo haya. Kwa hiyo Yesu alisema ya kwamba kizazi kile alikuwa akiongelea kuhusu kizazi kile cha wanafunzi wake ambao walikuwa katika kipindi kile. Kwenye Mathayo pia 26:64 Yesu aliwaambia kitu hichi. Yesu anasema, Yesu akamwambia, au nianze 63. Lakini Yesu akanyamaza, kwani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe unasema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamuona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni.
Hapa Yesu anaongea na kuhani mkuu ambaye aliishi katika karne ya kwanza. Anamwambia, tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu akiketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu mbinguni. Anaongea na mtu aliyeishi katika karne ya kwanza. Wale watu wanaodai ya kwamba mambo yote ni ya baadaye ya kuhusu kurudi kwa Kristo, watawezaje kufasiri mambo haya? Maana Yesu anaongea na watu walioishi katika kipindi chake, anawaambia tangu sasa, yani tangu wakati huu mtamuona mwana wa Adamu akiketi juu ya mkono wa nguvu, akija juu ya mawingu ya nguvu. Kwa hiyo ni vigumu sana kwa mtazamo huu kuweza kueleza maana yote ya maandiko kama hayo. Na ambacho kinahuzunisha ni kwamba watu hawa unapokuja kuwaletea maandiko kama haya, au watashindwa kuyafasiri, au wataanza kuyaleta kuonesha kama ni mifano fulani na wala si mambo ya halisi ambayo Yesu aliwaambia watu. Kwa hiyo kwao wanaanza kueleza. Nakumbuka kuna kipindi fulani niliwahi kuongea na mtu fulani, namwambia, wewe unadai ya kwamba mambo haya yote hayajatimia. Basi uweze kuniambia kipindi Yesu anawaambia ya kwamba kizazi hichi hakitapita hata haya yote yatimie, alimaanisha kitu gani? Na pia Yesu alipowaambia wale watu wa kipindi chake ya kwamba tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu, alikuwa anaongelea watu wa kipindi kile au watu wa miaka 2000 baadaye? Mtu yule alishindwa jinsi ya kuweza kunieleza, na akasema tu inabidi kushikilia imani na kadhalika, ndivyo hivyo Yesu atarudi na kadhalika. Kwa hiyo akashindwa namna ya kunieleza, lakini akapenda tu abaki na kile alichoamini tayari na kuamini ya kwamba ndio ukweli mwenyewe. Jambo lingine, kwenye kitabu cha Ufunuo kwenye sura ya 1 mstari wa 3, Yohana amepewa ule ujumbe akiambiwa ya kwamba heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Kwa hiyo Yohana alipopewa ujumbe ule, na tunaambiwa ni ufunuo wa Yesu Kristo, anaambiwa ya kwamba mambo ambayo yataandikwa humo katika unabii huo yako karibu. Sasa sijui ni kwa namna gani mtu anaweza akaja kumwambia mwingine ya kwamba mambo hayo yapo karibu, alafu baadaye yakatimia ndani ya miaka 2000 baadaye au zaidi. Yani mambo ambayo Yohana anaambiwa ya kwamba mambo hayo ni karibu, yani ni mambo ambayo yanakuja kwa muda mchache kabisa tangu sasa anapopewa unabii, alafu mambo hayo yakapita muda huo wote hadi miaka 2000 bado hayajatimia. Itakuwa ni ajabu sana kwa wale watu ambao wanadai ya kwamba mambo yote ni ya baadaye. Shida inakuja hapo ni kwamba mambo yale ambayo yanaongelea, na tutaangalia maandiko mengi, tutakuja kuyaangalia huko mbele, ya kwamba kuna maandiko mengi ambayo yanatuonesha ya kwamba mambo ambayo mitume na mambo ambayo yameandikwa katika maandiko yalikuwa yakionyesha ya kwamba matukio hayo yanakuja kwa haraka kabisa, na wala si matukio ya kukawa yani miaka 2000 na kadhalika, bali ni mambo ambayo yalikuwa yanatakiwa yatimie haraka kabisa. Sasa ni ajabu ya kwamba Yohana asemi wakati ukaribu, afu miaka 2000 baadaye hakuna chochote ambacho kimetokea. Itakuwa ni ajabu kabisa. Sasa tuachane na maono hayo ya kwanza, tuangalie maono ya pili. Kwa hiyo maono ya kwanza tumeona ya kwamba kwanza kwa upande wangu sikubaliani na hayo maono ya kwanza, kwa sababu yanakuwa na shida tunapokuja kuangalia mafungu fulani. Kwa hiyo maono ya kwanza ambayo ninafikiri ya kwamba ndiyo maono ambayo wengi kwa leo wanayashikilia, lakini kiukweli kabisa kuna maandiko ambayo maono hayo yatashindwa namna ya kuweza kuyafasiri. Basi tuangalie maono ya pili, ambayo maono hayo ya pili ni maono ya kihistoria. Yaani watu wanaosimamia msimamo huu wanadai ya kwamba Yesu anarudi hatua kwa hatua katika historia ya wanadamu. Mtazamo huu ni maarufu kwa watu kama vile Martin Luther, John Calvin, John Knox, John Wesley. Unafundisha kwamba unabii wa Danieli, Mathayo 24 na Ufunuo pia unatimizwa polepole kwa karne nyingi. Kwa mtazamo huu, kwa mfano mnyama
mara nyingi huwakilisha mifumo kandamizi ya kisiasa au ya kidini, haswa Roma ya kipapa kwa watu hao, na kila muhuri au tarumbeta huteua tukio katika historia ya Europa au ulimwengu. Sasa maono haya yalikuwa na ushawishi mkubwa kwa karne nyingi, kwani walijaribu kuunganisha unabii wa Biblia na matukio halisi ya kihistoria. Lakini inabaki kuwa ya kibinafsi sana kulingana na enzi, tafsiri zilibadilika kabisa. Zaidi ya hayo, maono haya hayaheshimu vya kutosha mipaka ya muda inayoonyeshwa na Yesu mwenyewe, ambayo inasema kwamba kizazi cha karne ya kwanza kitaona au kingeona matukio yaliyoeleza katika Mathayo 24. Kwa watu hawa ukija kuangalia mara nyingi wao ni kama vile nitoe mfano ambao ni rahisi kwa kizazi hichi ambapo tupo sisi. Miaka michache hapo nyuma kulitokea ule ugonjwa ambao sote tunaujua. Ugonjwa ule ulipotokea, kwa sababu tunaishi katika karne hii, watu wakaanza kufasiri mambo yaliyotokea katika ule ugonjwa ya kwamba ndiyo yanakuja kutimiza unabii ule uliotolewa katika maandiko, kama vile kuhusu alama ya mnyama, kuhusu mnyama, kuhusu na mambo mengine mengi. Wakaanza kuyaeleza kulingana na matukio yale yanayotokea. Yaani maono haya ya kihistoria ndivyo jinsi yalivyo, ni kwamba tukio fulani likitokea katika wakati fulani, wanaanza kulifasiri kutokana na wakati ule. Unaweza ukakuta kwao si kwamba alama ya mnyama au si kwamba mnyama linamaanisha kitu kimoja tu katika historia, hapana. Yaani kwao kitu hicho kinaweza kikamaanisha kitu tofauti kulingana na wakati tofauti. Yaani unakuta katika hichi kipindi kikawa na maana hii, katika kipindi kingine kikawa na maana nyingine, katika kipindi kingine kikawa na maana nyingine. Kwa mfano tu rahisi, japo hatuongelee mambo hayo, lakini nakupa mfano rahisi. Kwa mfano rahisi, ukija kuangalia maono haya ya kihistoria, ukija kuwauliza kwa mfano mnyama aliyezungumziwa katika kitabu cha Ufunuo ni nani, kuna wale ambao watakueleza ni papa wa kanisa Katoliki, wengine watakuja kueleza ni Napoleon aliyekuwa mfalme wa Ufaransa, kuna wengine watakueleza ni General Betha ambaye alikuwa generali wa Ufaransa, na wengine watakupatia tafsiri tofauti tofauti kulingana na namna wanavyoelewa au vile wanavyoviona katika kipindi chao. Wanajaribu kuvihusisha na maunabii yale yaliyoandikwa kwenye maandiko. Sasa mtazamo huu unakuwa hauheshimu zaidi sana, ni kama vile ule mtazamo wa mambo ya baadaye hauheshimu pia yale, au unakuwa na ugumu kwa kufasiri mambo yale ambayo yalionyesha ya kwamba vitu fulani vingeweza kutimia katika wakati ule, au vilikuwa na ukaribu mwingi ili kutimia katika wakati ule wa karne ile ya kwanza. Sasa mtazamo huu pia unakuwa na shida hiyo, na ubaya mwingine ni kwamba wao wanajaribu kueleza vitu kulingana tu na ishara fulani wanayoona katika kitu fulani. Kama vile kwa mfano katika ugonjwa ule uliotokea, ilifika kipindi wakasema basi ili mtu aende sokoni sehemu fulani, ili mtu aende sokoni inabidi awe ameonesha kitambulisho ya kwamba amepata nafikiri mmeshaelewa. Sasa mtu asipoonesha kile kitambulisho, kuna sehemu ambazo walikuwa wanamwambia kwamba hawezi akaenda. Sasa watu wale wakaja kusema maandiko yalisema ya kwamba hakuna kununua wala kuuza hadi unapokuwa na chapa ya mnyama huyo. Kwa hiyo wanasema hiyo ndio ilikuwa chapa yake, na wengi walikuwa na imani hiyo kipindi kile. Lakini ajabu ya kwamba leo hii ni vigumu kumsikia mtu tena akidai jambo lile ya kwamba basi kitendo kile ndio kilikuwa alama au chapa ya mnyama. Sasa unakuta shida inakuwa ni hapo, ni kwamba wanakuwa wanatafsiri vitu fulani kulingana na vitendo fulani wanavyoviona katika kile kipindi, lakini bila kuenda kwa undani zaidi au kuangalia kila kigezo kama kimeheshimika kabla ya kutoa tafsiri ya kitu fulani. Ndipo kuna ubaya wa maono haya ya kihistoria. Sasa haya ubaya wake pia katika hili swala la kurudi kwa Yesu ni kwamba kwao
kitendo cha kurudi kwa Yesu wanakifasiri tofauti tofauti. Nao pia wanazingatia jambo lile katika vile vya kurudi kwa Yesu, wanasema ya kwamba ni vitu vya baadaye na kadhalika, lakini vitu vingi katika unabii wanakuja kuvifasiri kulingana na nyakati fulani, na huwa havina tafsiri moja au havizingatii kitu kimoja pekee. Mtazamo wa tatu ambao katika huu mtazamo wa tatu umegawanyika katika sehemu mbili. Kuna maono ya preterist ambao yanafundisha ya kwamba Yesu alirudi kwenye hukumu katika karne ya kwanza, lakini atarudi tena baadaye. Kuna preterist za aina mbili. Kuna ile preterist ambayo inafundisha ya kwamba maunabii yote katika maandiko matakatifu yameshatimia na wala hakuna hata moja ambayo haijatimia. Yani unapongelea unabii wowote katika maandiko, ukisema kurudi kwa Yesu, kufufuka kwa wafu na kadhalika, yote ambayo utayasema ambayo yako kwenye maandiko, kuna aina fulani ya preterist ambayo inafundisha ya kwamba yote yameshatimia tayari. Lakini kuna wengine ambayo ni preterist ambayo inafundisha ya kwamba kuna baadhi ambayo ni vingi vimeshatimia au vilitimia katika nyakati zile, hasa katika karne ya kwanza na nyuma kidogo, lakini kuna mengine ambayo ni machache hayajatimia bado na yatatimia baadaye, kama vile ufufuko wa wafu, kuhukumiwa kwa ibilisi na kadhalika. Hayo wanasema ya kwamba hayajatimia, lakini wanasimamia msimamo ya kwamba mengi yameshatimia na yalitimia kihistoria tayari. Sasa ni msimamo ambao haupo katika makanisa mengi sana. Si msimamo ambao unaaminiwa na wengi. Msimamo ambao unaaminiwa na wengi ni ule wa kusema kuhusu mambo ya baadaye. Lakini msimamo wa preterist unafundisha kwamba kuna mambo ambayo yalitimia kihistoria na kuna baadhi ambayo hayajatimia bado. Sasa katika swala hili la kurudi kwa Yesu, msimamo huu wa preterist unasema ya kwamba Yesu alitimiza mengi aliyosema ambayo yanahusu unabii wake katika mwaka ule wa 70 baada ya Kristo, wakati ambapo Yerusalemu iliharibiwa na majeshi ya Kirumi, na haikuwa kuja kwa mwili. Yani Yesu hakusema ya kwamba aliposema atakuja haikuwa inahusu kuja kwa mwili, lakini ilikuwa ni kuja kwa mfano, la kuja pia kwa ajili ya kuhukumu, kama vile Mungu alikuja juu ya Misri katika Isaya ambayo tutakuja kuisoma hapo baadaye, au zidi ya Babeli, lakini hakuonekana kimwili. Kwa mfano rahisi tu, kipindi Mungu alikuwa anasema ya kwamba anakuja juu ya Misri na ataonekana kipindi anakuja kuhukumu, hakuna sehemu ambapo watu hao walimuona Mungu akija kuhukumu ili waweze kusema ya kwamba basi mambo hayo ili kutimia ingebidi tumuone Mungu. Na mimi nakumbuka kwa mara yangu ya kwanza, imekuwa ni miaka mingi iliyopita sasa, kwa mara yangu ya kwanza kusoma kitabu cha Isaya sura ya 19, niliwahi kwenda kwa kiongozi wangu nikamuuliza swali, maana nilikuwa sijawa na uelewa mpana kuhusu maandiko. Sasa niliposoma Isaya, nilikuwa nasoma kitabu cha Isaya, nilipofika kwenye sura ya 19 nilibaki na maswali. Nikaanza kujiuliza, je, mambo haya yameshatimia? Maana namna vinavyoandikwa, hasa nilikuwa na ile kawaida ya kusema ya kwamba ninasoma maandiko kukiwa kitu ambacho yani nilikuwa napenda nisome maandiko kisha niangalie pia historia nayo inasemaje. Napenda kuangalia na picha zinasemaje, wanahistoria wanasemaje. Je, mambo haya yalivyoandikwa ndivyo jinsi yalitimia kwa mujibu wa maandiko na historia? Sasa nilipofika kwenye Isaya sura ya 19 nikaanza kujiuliza maswali. Mbona haya mambo yanavyoongelewa na namna ninavyofanya utafiti kwenye mitandao kuangalia kama yameshatimia, lakini namna yanavyoandikwa na namna yalivyooneshwa ni tofauti kabisa, na sijui kama kuna mwanahistoria ambaye alisema ya kwamba vilitimia vile vile. Ngoja nikusomee kidogo tu Isaya sura ya 19 ili tuweze kuona kile kitu ambacho ninakizungumzia.
Isaya kwenye sura ya 19 tuanze mstari wa kwanza. Inasema, ufunuo juu ya Misri. Tazama, Bwana amepanda juu ya wingu jepesi. Anafika Misri, na sanamu za Misri zinatikisika mbele zake, na moyo wa Misri unayeyuka ndani yake. Kuanzia tu hapa tunaona ya kwamba kuna lugha fulani ambayo si ya kawaida. Anasema ya kwamba Bwana amepanda juu ya wingu jepesi. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu ni roho, na roho kawaida haina mwili na haionekani, lakini hapa inatuambia Bwana amepanda juu ya wingu jepesi. Cha kwanza, je, nabii huyu anayoandika ina maana alimuona Bwana? Tukija kwenye maandiko tena tunamuuliza Yesu, je, ni kweli ya kwamba kuna mtu aliwahi kumuona Mungu? Yesu anatuambia ya kwamba kwenye kile kitabu cha Yohana inatuambia ya kwamba hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu wakati wowote, lakini mwana pekee aliyezaliwa au aliyetoka katika kifua cha baba, huyo ndiye aliyemfunua. Yani hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu wakati wowote, lakini hapa anasema Bwana amepanda juu ya wingu jepesi. Anafika Misri, na sanamu za Misri zinatikisika mbele zake. Yani Bwana anapofika Misri, sanamu zinatikisika mbele zake, na moyo wa Misri unayeyuka ndani yake. Sasa Misri ambayo ni nchi ina moyo, na moyo unayeyuka. Tunaona moja kwa moja ya kwamba lugha inayoongelewa hapa si ya kawaida, na ambaye atasema ya kwamba lugha hii ni ya asili au vitu hivi ili kutimia lazima viwe vya asili, atakuwa ni mtu ambaye hana uelewa kabisa wa mambo haya. Kwenye fungu la pili anasema, nami nitawaamsha wa Misri juu ya Waamoni, nao watapigana kila mtu na ndugu yake na kila mtu na jirani yake, mji juu ya mji na ufalme juu ya ufalme, na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake, nami nitabatilisha mashauri yake, nao watakwenda kwa sanamu zao na kwa waganga na wapiga ramli na wachawi. Kwa hiyo hatutasoma sura yote ile, unaweza kuyasoma kwa muda wako, lakini utaona ya kwamba lugha inayozungumziwa pale moja kwa moja inatuonyesha ya kwamba japo inasema ya kwamba Bwana amepanda na anakuja, hakuna mtu aliyemuona Mungu kwa uhalisia. Lakini kipindi matukio haya yanaongelewa, yani Misri kuwe na vita wao kati ya wao, maana anasema nitasimamisha wa Misri juu ya wa Misri, yani kutakuwa na vita kati ya wao kwa wao, vita ya wananchi kwa wananchi wa Misri. Kipindi mambo hayo yatatokea, hiyo itawakilisha kwamba tayari Bwana amekuja. Kwa hiyo si kwamba Bwana atakuja kimwili, hapana, lakini atasababisha mambo hayo yatokee, na mambo hayo yakitokea basi tutajua ya kwamba ni uwepo wa Bwana uliofanya hayo, lakini Mungu hataonekana kimwili kabisa. Kwa hiyo unaona lugha iliyotumiwa pale ni kwamba Bwana amepanda juu ya mawingu, lakini hakuna mtu pale Misri aliyewahi kumuona Bwana akiwa juu ya mawingu. Hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu anakuja Misri ili kuja kufanya mambo hayo yatimie. Hakuna hata mmoja, lakini lugha ile iliongelewa pia. Sasa Yesu pia alipokuwa anasema ya kwamba atakuja, msimamo huu wa kipreterist au maono haya yanatuambia ya kwamba alikuja ndiyo, lakini hakuonekana kimwili. Na msimamo huu unadai kulingana na Mathayo sura ya 24, kulingana na Marko sura ya 13, kulingana pia na Luka sura ya 21, ambayo inaonyesha inahusu tu uharibifu wa Yerusalemu na wala sio mwisho wa ulimwengu mzima au dunia yote. Nakupa mfano rahisi. Wengi ambao wanasimamia msimamo ule wa mambo ya baadaye na msimamo ule wa kuhusu kutimilizwa kwa kihistoria, wanapokuja katika Mathayo 24 wanafikiria kwamba yanazungumzia mwisho wa ulimwengu, yani mwisho wa dunia yote. Na ni kweli utakuja kuona ya kwamba sehemu fulani katika maandiko yanaongelea ulimwengu, lakini kwa namna wao wanavyoelewa ulimwengu ni tofauti kabisa na vile ambavyo maandiko yanatuambia wakati mwingi ya kwamba ulimwengu unawakilisha kitu gani. Nakupa mfano rahisi. Kwenye kitabu cha Luka, hata bila kuleta tafsiri za Kigiriki kwanza, kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 1, maandiko yanasema hivi:
siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Mtu ambaye atakuja kusema ya kwamba amri hii ya kuandikwa kwa majina ya watu wote wa ulimwengu, anaongelea kuhusu China, anaongelea kuhusu Japani, anaongelea kuhusu India, anaongelea kuhusu wapi, basi mtu huyo atakuwa hana ushahidi wa kutosha. Kwa nini? Kwa sababu amri hii inapotolewa katika kile kipindi tu cha karne ya kwanza, kulikuwa na tawala mbalimbali na kila tawala ilikuwa na sehemu yake. Ni kama vile leo rais wa Marekani anaweza akasema ya kwamba majina ya watu wote wa nchi ya Marekani waandikishwe. Anaposema hivyo, hana ruhusa ya yeye kuandikisha majina ya watu ambao hawaishi katika maeneo ya Marekani. Hana hiyo ruhusa. Kwa nini? Kwa sababu nchi zingine hazimruhusu. Katika karne ya kwanza pia kulikuwa na tawala mbalimbali, kulikuwa na tawala za China, kulikuwa na tawala na nchi zingine tofauti. Na Rumi pia ilikuwa na sehemu ambazo ilikuwa inatawala. Sasa Kaisari huyo anaposema ya kwamba iandikishwe majina ya watu wote wa ulimwengu, anaposema ulimwengu haongelei dunia nzima, haongelei ulimwengu wote, yani kwa lugha ya kwamba haongelei nchi zote za ulimwenguni. Hapana. Anaposema ulimwengu anamaanisha tu ni sehemu zile zote za dunia ambazo zilikuwa chini ya utawala wa Rumi. Kwa sababu gani? Hao watu ndio walikuwa wanahesabika kama watu wa utawala wa Rumi, ambao Rumi ingeweza kuwaandikisha kama watu wanaostahili au walio wananchi wake. Kwa hiyo anaposema ulimwengu haongelei nchi zote za duniani. Hapana, anaongelea tu mahali pale ambapo utawala wa Kirumi ulikuwa unafika, na huo ndio ulikuwa unamaanisha ulimwengu. Na kuna mifano mingine mingi ambayo ninaweza nikaitoa. Kwa mfano rahisi, Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba, acha basi tusome maandiko hayo tu niwe na nukuu pia. Kwenye Mathayo sura ya 24 mstari wa 14 inasema hivi: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Yesu anasema habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Ngoja basi tusome mitume nao tuone walituambia kitu gani. Kwenye kitabu kile cha Warumi kwenye sura ile ya 10 na fungu la 18, Paulo anasema hivi: lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Hapa ni katika karne ya kwanza, ambapo Paulo anasema ya kwamba neno lile la Kristo limeweza kuhubiriwa au kusikika katika dunia yote, na maneno yale ambayo yani mitume walihubiri yamefika hata miisho ya ulimwengu. Ni ajabu kwamba utawasikia wengi leo wanasema ya kwamba Kristo alituambia twende ulimwenguni kote kuhubiri injili. Ni ukweli, Yesu aliwapatia wanafunzi wake wajibu huo. Sasa hadi leo utasikia watu wanakuambia kwamba injili haijahubiriwa duniani kote, itabidi twende ulimwenguni kote tuhubiri injili. Lakini Paulo aliyeishi katika karne ya kwanza anakuambia ya kwamba injili hii au habari hii ilifika katika ulimwengu wote tayari. Kwa lugha rahisi na maana, Yesu alisema ya kwamba habari hiyo njema itahubiriwa katika ulimwengu wote, afu ule mwisho utakuja. Tuone pia kitu kingine ambacho maandiko pia yanatuambia, ambacho kitatuonesha pia ulimwengu wanapoongelea ulimaanisha ni kitu gani. Kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume kwenye fungu la 11 na mstari wa 28. Kwenye Matendo ya Mitume 11:28 inasema: na tulipokusanyika akasimama mmoja wao jina lake Agabo, akaonesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu,
katika dunia nzima, nayo ikatukia siku za Klaudio. Hapa anasema itatokea katika dunia nzima. Tafsiri zingine zinaongelea ulimwengu. Ikatokea siku za Klaudio ambaye alikuwa ni Kaisari wa Rumi. Hata ukisoma historia utaona ya kwamba njaa hii haikutokea katika nchi za China na kadhalika, ila ilitokea katika ufalme wote wa Rumi, yani katika utawala wa Rumi. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anaongelea kuhusu mambo yatakayotokea katika ulimwengu, alikuwa mara nyingi akiongelea ulimwengu wa Kirumi na wala sio dunia nzima. Ndiyo maana mambo mengi ambayo yanapokuja kuongelea ulimwengu hayapaswi kueleweka kama vile yanaongelea dunia nzima, yani nchi zote za ulimwengu. Hapana. Kama vile Paulo alivyosema ya kwamba sauti ilisikika katika ulimwengu wote, nchi kama vile Tanzania zilikuwa hazijekuepo, nchi kama vile na nchi zingine zilikuwa hazijokuepo. Kwa hiyo wao waliposema ulimwengu, walikuwa wakiongelea ulimwengu unaojulikana kwa wakati ule, lakini pia ulimwengu uliokuwa chini ya utawala wa Kirumi na wala sio kila nchi katika dunia. Kwa hivyo watu fulani wanaelewa ulimwengu kwa namna nyingine, lakini watu wa Preteristo wanasema hapana. Mambo yale yalikuwa mara nyingi yakihusu hasa Mathayo 24, Marko pia 13 na Luka 21, hayahusu ulimwengu wote, bali yalikuwa yakihusu uharibifu wa Yerusalemu. Na mtazamo huu pia unaeleza kama vile maneno kama vile kuja katika mawingu ni lugha ya kinabii ya hukumu na wala sio lugha ya kiasili. Yani haimaanishi ya kwamba utamuona Mungu anakuja huko kwenye mawingu afu ni lugha tu ya kihalisi. Hapana. Lakini ni lugha ya kihukumu. Hata Mungu katika maandiko ya manabii alikuwa akielezwa kama jinsi tulisoma kwenye Isaya 19 ya kwamba anakuja na mawingu au anakuja katika mawingu, lakini haikuwa lugha ya kihalisi, ilikuwa tu ni lugha ya kuonesha kwamba Mungu anakuja kutimiza hukumu katika sehemu fulani. Sasa mtazamo huu wa Preteristi unaonesha ya kwamba Yesu alirudi katika karne ile ya kwanza kwa ajili ya kuja kuhukumu utawala ule wa Israeli ambao ulikuwa umekiuka na kwenda kinyume na Mungu. Kwa hiyo alikuja, lakini si kwa halisi bali kuleta hukumu. Kwa hiyo Kristo alikuwa ameahidi mwisho wa mfumo fulani aliposema ya kwamba habari hii njema ya ulimwengu itakuja, habari hii njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu, ule mwisho utakuja. Aliposema mwisho, baadhi wanafikiria kwamba ni mwisho wa ulimwengu, yani dunia itachomwa na kadhalika, lakini aliposema mwisho utakuja alikuwa akiongelea mwisho wa mfumo fulani, hasa ule mfumo wa kihekalu kule Yerusalemu. Ndio mwisho ambao Kristo alikuwa akiongelea kwamba huo mwisho utakuja. Kwa sababu gani? Hekalu litabomolewa kama vile alivyokuwa akiongelea, lakini pia mwisho ule wa zile namna za kutoa ibada pale Yerusalemu zitaisha pia. Na tukumbuke kwamba sehemu fulani Yesu kwenye Mathayo sura ya 4 aliwahi kusema ya kwamba wakati waja na ndio sasa ambao watu hawatakuwa tena na haja ya kwenda Yerusalemu au Samaria ili kumfanyia Mungu ibada, kwa sababu Mungu ni roho na wanaomwabudu watamwabudu katika roho na kweli. Kwa hivyo alikuwa akiongea kwamba katika vile vipindi vyote watu ndio walikuwa na haja, wakitaka kufanya ibada lazima waende Yerusalemu na wengine waende Samaria katika milima ili kufanya ibada, kumtolea Mungu sadaka na kadhalika. Lakini Yesu akasema wakati unakuja ambao haya yote hayatakuwa tena na umuhimu. Kwa hiyo mtazamo wa Preteristi unaonesha ya kwamba Yesu alipokuwa anaongea alikuwa anaongesha kwamba ule mfumo lazima utaisha, maana hekalu litabomolewa. Na hekalu likibomolewa, nakumbuka ya kwamba ibada yote kama jinsi ilivyoamriwa na sheria, msingi wake mkubwa ulikuwa ni lazima hekalu liwepo. Ikiwa hekalu halipo, basi ibada ile ni vigumu sana kutimizwa. Kwa nini?
Cha kwanza, sadaka hazitatolewa, na sadaka ilikuwa moja ya kitu cha msingi kabisa katika ibada ile. Sasa kama sadaka hazitatolewa, yani ibada haitakuwa kamili kabisa. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaongelea mfumo ule kuweza kuisha kabisa. Kwa hivyo mtazamo wa preteristi unaonyesha ya kwamba Yesu alirudi katika karne ile ya kwanza, hasa katika mwaka ule wa 70, ili kuja kuhukumu Israeli, lakini hakuja kimwili, bali hukumu yake ndiyo ilitimia. Nakumbuka mahali nyingi katika Biblia Mungu aliposema ya kwamba anakuja, si kwamba Mungu alikuja kimwili, hapana, lakini alileta hukumu yake sehemu hile. Sasa mfumo huu unaonyesha ya kwamba Kristo alikuja ndiyo ili kuhukumu, yani tayari alikuwa amerudi, lakini haimaanishi ya kwamba hatarudi tena. Haimaanishi ya kwamba basi ufufuo wa wafu umesha kuwepo, basi Kristo ameshakuja ili kumhukumu shetani na kadhalika, hapana. Lakini unaonesha ya kwamba unabii ule ambao Yesu alikuwa anamwambia mitume wake ya kwamba atarudi umeshatimia, na vilitimia katika karne ile ya kwanza, mwaka ule, kipindi Kristo alikuja kwa ajili ya kuhukumu Israeli. Sasa kwa nini tuseme ya kwamba Kristo tayari amesharudi? Ni kama jinsi tulisema ya kwamba fungu la Mathayo 24:34 linasema ya kwamba kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Yani Yesu alisema kutakuwa na njaa, akasema kutakuwa na dhiki, akasema hekalu litabomolewa, akaongelea kwamba ndugu atamchukia ndugu mwenzake, akawaambia mitume ya kwamba hayo yote yakitokea inabidi wakimbie na kadhalika. Akasema hayo yote yatatokea na kizazi hiki hakitapita. Sasa kwa Wayahudi mara nyingi kuna wale ambao wanapinga na kuna wale ambao wanakubali, na kuna wengine ambao wanatoa kama vile fungu la Zaburi 95 sura ya mstari wa 10, ambao inaonyesha ya kwamba kizazi kimoja ufanya miaka 40, yani kizazi kimoja kinadumu kwa miaka 40, japo ni kitu ambacho kinaweza kikapingwa na wengine na kukubaliwa na wengine, lakini hakuna shida kwa hiyo. Lakini Yesu tunaambiwa kwamba alitoa ule yale mahusia yake katika miaka ya 27 au miaka ya 30 na kadhalika, na baadaye kidogo ilitokea miaka fulani afu yale yakatimia katika mwaka wa 70 baada ya Kristo. Lakini hayo hayana umuhimu wa kujua ni mwaka gani na ni mwaka gani, lakini cha msingi ni kuweza tu kuona ya kwamba Kristo alikuwa akiongelea wale watu ambao waliishi katika ile miaka yake ya karne ya kwanza, ambao wangeona yale mambo yote yakiweza kutimia. Kwa hiyo hakuwa akiongelea mambo ambayo yatakuja kutimia miaka 2000 baadaye, hapana, aliongelea kizazi kile kile. Na zaidi ya hayo, Yesu tuliona kama vile alivyomwambia kuhani mkuu ya kwamba mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu na kuja juu ya mawingu. Alikuwa akimuonesha kuhusu hukumu ambayo ingekuja juu ya. Alikuwa anamwambia kuhani mkuu ya kwamba mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu na kuja juu ya mawingu. Kwa hiyo alikuwa akimuonesha picha ambayo mwana wa Adamu atakuja ili kuhukumu. Anamwambia kuhani mkuu, anasema ya kwamba mtamuona. Sasa ndo yale ambayo, na tena kumbuka fungu ambalo ni zuri zaidi la kitabu cha Ufunuo kwenye sura ya kwanza fungu la 7 linasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake, naam amina. Sasa hapa nasema na kabila zote za dunia zitaomboleza kwa ajili yake na hao waliomchoma. Hapa Yohana anaongelea wale ambao ni maadui wa huyo ambaye atakuja. Kwa nini? Ikiwa Kristo anakuja kwa wale wanaompenda, kwa nini wataomboleza tena kwa ajili yake? Wale wanaompenda hawataomboleza kwa sababu gani? Kristo yeye aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba akija kwa ajili yao basi atafurahi, kwa sababu ni Bwana wao, anakuja kuwaokoa na shida hizi zote za ulimwengu, anakuja kuleta utawala mpya. Wao wakimuona hawataomboleza, lakini hapa Yohana anasema anakuja na mawingu na kila jicho litamuona, na wale waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Kwa hiyo hawa ni wale ambao wako kinyume naye, wataomboleza kwa ajili yake. Kwa nini? Kwa sababu anakuja ili kuweza kuleta hukumu. Sasa Yohana anaongea katika karne ile ya kwanza, na
Kitu kimoja ambacho ningependa kukiweka wazi ni kwamba nafikiri niliwahi kuliongelea katika somo lingine, lakini ningependa kuliweka wazi ni kwamba baadhi wanaamini ya kwamba kitabu cha Ufunuo kimeandikwa katika mwaka wa 95 au 96 baada ya Kristo. Na hawa ndio wengi ambao wanafikiri ya kwamba mambo ya kitabu cha Ufunuo yanaongelea mambo ya baadaye. Lakini kitabu cha Ufunuo, na baadhi ya wanahistoria wengi kwa sasa wanakubali mtazamo huu, wanasema ya kwamba kitabu cha Ufunuo kimeandikwa kabla ya Yerusalemu kubomolewa katika mwaka ule wa 70. Yaani wanafikiri ya kwamba kitabu cha Ufunuo kimeandikwa kati ya miaka ya 60 hivi, hasa 68 au 67 au 65. Kwa hivyo vimeandikwa kabla Yerusalemu ije kubomolewa. Ndiyo maana mambo mengi yanayoandikwa katika kitabu cha Ufunuo yalikuwa yakiongelea hukumu pia ambayo ingekuja kwa Yerusalemu ile. Mfano rahisi tu, Kristo aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba wakiona mji wa Yerusalemu umezingirwa na askari, basi aliye katika Uyahudi akimbilie milimani, na aliye mjini akimbie pia, na aliye mashambani asitoke huko ili kukimbilia mjini. Sasa kwenye kitabu kile cha Ufunuo 19, Kristo pia anatoa wito huu kwa watu wake. Anawaambia hivi kwenye mstari ule kwenye sura ile ya 18, samahani, kwenye sura ya 18 kwenye fungu la 4 anasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu ameukumbuka uovu wake, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hapa ni wito ambao watu wa Mungu wanapokea ili kutoka kwa Babeli. Wengi wanafikiria kwamba Babeli inahusu, baadhi wanafikiri ni kanisa Katolika, wengine wanafikiri ni mifumo ya kiulimwengu na kadhalika. Lakini tunapokuja katika maana ya mwandishi anapoongelea Babeli, na nimeongelea katika somo fulani, unaweza kulisikia hasa kuhusu alama ya mnyama na kuhusu kitabu cha Ufunuo. Mwandishi anapoongelea Babeli alikuwa anaongelea utawala wa Yerusalemu ambao ulikuwa umemwasi Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawaambia watu wake, yani wale wanafunzi wa Kristo katika karne ya kwanza, ya kwamba watoke Yerusalemu. Kwa sababu gani? Mungu anakaribia kuhukumu, yani Mungu atatuma majeshi ya Kirumi ili kuja kuhukumu Yerusalemu. Kwa hiyo watu wa Mungu watoke ili wasiweze kupata adhabu ile pia pamoja na Yerusalemu. Na ndio kile ambacho Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ya kwamba wakiona mji wa Yerusalemu umezingirwa basi wakimbie. Na mwanahistoria kama Eusebius anatuambia kwamba wanafunzi wa Yesu walikimbilia mahali pamoja panaitwa Pela ili kuweza kukimbia adhabu ile ya Yerusalemu. Sasa Yohana pia anaposema ya kwamba tazama yuaja na mawingu, alikuwa akiongelea kuhusu wale watu wa karne ya kwanza ambao watamuona Kristo kipindi anakuja kuleta hukumu. Kwa hiyo hayo yanaonesha kwamba mambo hayo yalitimia katika ile karne ya kwanza, maana wale waliokuwa katika kile kipindi walishuhudia hukumu ile ya Mungu ilipokuja. Anaposema watamuona kwa jicho, amaanishi watamuona binafsi, lakini alikuwa akiongelea wataona yale ambayo yatatimia katika kile kipindi, yani hukumu ile itakayokuja kwa ajili yao. Sasa ni ajabu kuona ya kwamba hadi leo watu fulani wanasimamia msimamo wa kusema ya kwamba bado mambo hayo hayajatimia na yatatimia siku za baadaye. Mathayo 16:28 inasema, wengi walioko hapa, Yesu anaongea na watu wa kipindi chake, anasema wengi walioko hapa hawatakufa mpaka watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Niliwahi kuongea pia na mtu fulani, nikawahi kumuuliza jambo hili, nikamwambia, wewe huamini ya kwamba mambo hayo yameshatimia? Basi wewe unafikiriaje kuhusu andiko hilo? Aliwahi tu kuniambia, nini unabii? Basi unabii haupaswi kuelewa hivyo, unatakiwa Roho Mtakatifu akufunulie na kadhalika. Nikasema, basi inamaanisha kwamba wewe mwenyewe ambao unaniambia inabidi Roho Mtakatifu akufunulie, yani haujawahi kuyaelewa, maana ungekuwa umeshaelewa tayari ungenipatia tafsiri moja kwa moja kama Roho ameshakuambia ni nini.
Kwa hiyo unaona ya kwamba itakuwa ni ngumu kuweza kufasiri mambo haya ikiwa tu haukubali ya kwamba yaliweza kutimia katika kile kipindi. Maana Yesu anawaambia baadhi ambao wako hapa hawatakufa. Sasa usije kuniambia kwamba alikuwa anaongelea miaka 2000 baadaye. Anasema baadhi ya watu walio pale pamoja nao kipindi kile anaongea, anasema hawatakufa hadi watakapomuona Mwana wa Adamu. Inamaanisha kwamba ni kweli au Yesu alidanganya, wote walikufa hawakumuona, au hayakutimia. Kwa hiyo Yesu atakuwa ni muongo kabisa. Lakini hapana, mtazamo ule wa preterist unasema hapana, yaliweza kutimia kiukweli na wengi waliweza kumuona Yesu. Kama nilivyosema kule mwanzo ya kwamba tutaangalia baadhi ya wanahistoria wanavyosema pia kuhusu matukio yaliyowahi kutokea ili kuona kama msimamo huu kweli unaweza ukaonesha vile ambavyo vilitimia na tunaweza tukaukubali. Nitaonesha mwanahistoria mmoja ambaye anaaminika, lakini ninajua ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameeleza ya kwamba historia ya mtu huyu japo aliishi katika karne zile, lakini vitabu vyake baadhi ya Wakristo waliweza kuvibadilisha ili kuweza kuyafanya yakubaliane na msimamo wao. Lakini wengi pia wameshapinga msimamo huu na kusema ya kwamba hapana, hakuna, havikubadilishwa, lakini vilitunzwa pia. Ni kama vile kwa watu hao mara nyingi ambao wanapinga na kuanza kusema ya kwamba Wakristo walibadilisha, unakuta vitu kwa sababu tu wao ni watu ambao wameshajiweka ili kupinga imani, basi wanatafuta njia zozote za kuweza kupinga chochote kile ambacho hakikubaliani na mawazo yao. Lakini kuna vitabu vingine vya wanahistoria fulani ambavyo wanavikubali japo hawakuwahi kuishi katika kipindi kile, lakini kwa sababu vinakubaliana na vile wanavikubali tayari, basi wanasema ya kwamba hivyo ni vitabu ambavyo viko halisi kabisa. Sasa kama nilivyosema ya kwamba Flavius Josephus ambaye alikuwa ni mwanahistoria wa Kiyahudi na ambaye alikuwa si Mkristo, alikuwa muamini Kristo kabisa, na aliweza kuandika na kueleza kabisa vitu vile ambavyo viliweza kutokea. Lakini kitu cha kujua ni kwamba japo alikuwa si Mkristo, lakini alikuwa ana ujuzi wa kile ambacho Kristo alikuwa amewaambia wanafunzi wake, au kile ambacho mitume walikuwa wakiamini, maana naye alikuwa anaishi katika nyakati hizo pia. Sasa aliweza kuripoti ya kwamba njaa mbaya kama vile Yesu alivyotabiri kwenye Mathayo sura ya 24 mstari wa 7 iliweza kutokea. Kulikuwa na manabii wengi wa uongo kama Yesu alivyosema pia kwenye mstari wa 5. Kulikuwa na vita na mapinduzi katika milki ya Kirumi kama Yesu alivyosema kwenye fungu la 6. Kulikuwa pia na ishara za ajabu mbinguni kama vile upanga ambao uling'aa na magari ya angani ambayo Flavius Josephus na Tacitus pia aliweza kuyaongelea. Unajisi wa hekalu kama Yesu alivyosema ya kwamba unaitwa chukizo la uharibifu, aliweza pia kuyaongelea. Na kulikuwa na ziki kubwa kama vile Yesu aliweza kuiongea kwenye Mathayo sura 24 mstari wa 21. Basi tusome baadhi ya maneno ambayo Flavius Josephus aliyasema katika kitabu chake ambayo inaitwa Vita ya Wayahudi, katika kitabu cha 5 kwenye sura ile ya 10 na sehemu ile ya 2. Anasema, mbali na hilo, matajiri waliobaki walikuwa katika hatari sawa ya kifo, kwani kwa kisingizio cha kuachwa utajiri wao uliwaangamiza. Kukata tamaa kwa ukweli kuliongezeka, na njaa siku hadi siku majanga haya mawili mabaya yalikasirika. Ngano haikuonekana. Wakweli walivamia nyumba ili kufanya upakuzi, kisha ikiwa walipata chakula waliwatendea vibaya wamiliki kwa kisingizio cha kukataa kwao kutoa. Ikiwa hawakuweza kupata yoyote, waliwatesa watu hawa kwa kuwa wameficha vifungu vyao kwa uangalifu sana. Uthibitisho kwamba hawa wasio na bahati walikuwa na chakula au la ulitolewa kutoka kwa hali ya miili yao. Wale ambao bado walionekana kuwa imara walifikiwa kuwa na chakula cha kutosha, lakini wale ambao tayari walikuwa wamechoka waliokolewa, wakizingatia kuwa ni upuuzi kuua watu ambao wamekufa kwa njaa hivi karibuni.
Wengi walibadilishana bidhaa zao kwa siri kwa kipimo cha mahindi, ikiwa walikuwa matajiri wa kutosha, au shairi ikiwa walikuwa maskini. Kisha walijifungia katika mapumziko yaliyofichwa zaidi ya nyumba zao, ambapo wengine hata wakisukumwa na uhitaji mkubwa walichukua chakula hiki bila kukiandaa. Wengine waliipika kama lazima na hofu ingeruhusu. Hakuna mahali ambapo meza iliwekwa, lakini chakula ambacho kilikuwa bado kibichi kilingolewa kutoka kwa moto na kupasuka. Sasa unaona kitu hichi kwa ufupi anaonesha kwamba watu walikuwa wanapitia mateso. Matajiri waliweza kuonewa kwa sababu waliaminika ya kwamba walikuwa na chakula kingi. Na watu waliweza kujificha hadi kafika kipindi kwa sababu ya uoga na hofu. Chakula walichoweza kukiweka kama vile mahindi na vitu vingine, waliweza kulazimika kuvila vibichi kwa sababu hawangeweza kuviandaa kwa sababu walikuwa na uoga. Kwa hiyo walikuwa wanakula mafichoni, lakini kuna wale ambao walikosa wakafa njaa, na kuna wale ambao waliuawa kwa sababu ya kujificha na hawangeweza kuandaa chakula na hawakuwa na vitu vya kutosha walivyoviweka kipindi wakiwa mafichoni, waliweza kufa. Kwa hiyo unaona njaa ya ajabu ambayo ilikuwa. Aliweza pia kuongelea kwamba kulikuwa na manabii wengi wa uongo katika kitabu chake hichi ambacho kinaitwa Vita ya Wayahudi, kwenye kitabu kile cha 6 kwenye mstari wa sura ya 5 na mstari wa 2. Anasema, Warumi waliona kuwa haina maana kuokoa majengo karibu na hekalu. Wakati lilikuwa linawaka, walichoma mengine yote, na haswa magofu ya ukumbi na malango, isipokuwa mawili, moja mashariki na nyingine kusini. Baadaye waliwaangamiza pia walichoma vyumba vya hazina, ambapo utajiri mwingi, mavazi yasiyohesabika na mapambo ya kila aina yalirundikwa kwa neno moja, utajiri wote wa taifa la Kiyahudi, kwa kuwa matajiri walikuwa wamesafirisha vitu vya samani vya nyumba zao huko. Kisha askari wakaenda kwenye ukumbi wa hekalu la nje, ambalo lilikuwa bado linasimama, ambapo sehemu ya idadi ya watu, wanawake, watoto na umati ulichanganikiwa na watu 6,000 walikuwa wametafuta kimbilio. Kabla ya Kaisari kuamua juu yao au kutoa amri kwa maafisa, askari walichukua na ghadhabu yao walichoma moto ukumbi ulio chini. Wale Wayahudi waliokimbilia chini walikuwa mawindo ya moto, wengine waliuawa papo hapo. Kati ya idadi hii kubwa hakuna aliyetoroka. Mwandishi wa anguko lao alikuwa nabii wa uongo, ambaye alikuwa amewapigia kelele wenyeji wa jiji siku hiyo kwamba Mungu aliwaamuru waende hekaluni kupokea ishara za wokovu wao. Zaidi ya hayo, wakati huo kulikuwa na manabii waliohongwa na mazalimu ambao waliwatuma kwa watu kuwaomba wangojee msaada wa Mungu. Lengo lilikuwa kupunguza uhasi na kulisha tumaini la wale ambao hawakuathiriwa sana na hofu. Mwanadamu hushawishiwa kwa urahisi katika bahati mbaya, wakati mdanganyifu anaahidi mtu mwenye bahati mbaya mwisho wa maovu yake, yule wa mwisho anajiachia kabisa kwa matumaini. Sasa unaona hapa kuna manabii wa uongo ambao walitokea na wakawadanganya wengi, na walikuwa wanawaambia wengi ya kwamba Mungu atakuja kuwapa msaada, basi inatakiwa tu watoke hekaluni waende kuona msaada wa Mungu au wokovu wake. Na wengi unaona ya kwamba waliweza kukubali, na wengi waliokubali walijiweka katika hatari, na hao waliweza kuuawa. Ndivyo Yesu alisema ya kwamba manabii wengi wa uongo watatokea na wataanza kuja kuwaambia watu ya kwamba Mungu atawaokoa, basi waende kule hekaluni wataona wokovu wa Mungu. Yesu akawaambia wanafunzi nini? Ya kwamba kuna wengi watatokea na watasema ya kwamba ndio Kristo, na watasema wamfuate. Lakini Yesu anawaambia ya kwamba hao mjihadhari msije mkadanganywa, na akasema ya kwamba watawadanganya wengi. Kwa hiyo unaona hapa waliwaambia wengi waende huko na Mungu atawaokoa, lakini haikuwa kweli. Watu wengi wakapotea kwa sababu hiyo na wakauawa. Kwa hiyo unaona ya kwamba manabii wengi wa uongo waliweza kutokea katika kipindi hicho. Josephus pia anarekodi ya kwamba kulikuwa na ishara
angani. Anasema katika kile kitabu kwenye kitabu cha 6 kwenye sura ya 5 na mstari wa 3. Nafikiri ni mengi, unaweza ukaenda kwenye mtandao ukayatafuta tu na ukayasoma. Sasa mitume nao pia waliamini ya kwamba walikuwa wakiishi katika wakati ambao ulitabiriwa na Yesu. Paulo anasema kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15, anasema sisi tulio hai, tulio salia. Ukisoma pale utaona ya kwamba Paulo alikuwa akiamini ya kwamba Kristo angeweza kurudi katika kile kipindi chake. Lakini Paulo japo alisema vile, kama jinsi tulisema kule mwanzo ya kwamba kuna mambo ambayo hayajatimia, lakini pia kuna mambo ambayo yametimia. Ila hili linatuonyesha kwamba mitume walikuwa na tumaini hiyo ya kwamba vitu ambavyo Kristo aliweza kuwaambia vingetokea katika kile kipindi. Ninaamini ya kwamba wafu hawajafufuliwa, ninaamini ya kwamba wafu watafufuliwa. Kwa hiyo simaanishi ya kwamba yote yamekwisha kutokea, hapana, lakini tunaona tumaini ambalo mitume walikuwa nayo. Yakobo pia anasema kuja kwa Bwana kumekaribia, hakimu yuko mlangoni, kwenye Yakobo sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 9. Petro pia anasema mwisho wa mambo yote umekaribia, kwenye Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7. Yohana pia anasema watoto wangu wadogo, ni saa ya mwisho, kwenye Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Kwa hiyo kwa ufupi ni kusema mtazamo huu wa preteriste una sehemu mbili. Unasema ya kwamba Kristo alikuja kwa ajili ya kutoa hukumu kwenye mwaka wa 70 baada ya Kristo. Haikuwa ujio wa halisi au wa kimwili, lakini ulionekana kwa matokeo yaliyotokea kipindi hicho. Lakini Kristo pia atakuja mwisho, atakuja kimwili na ataonekana kwa kila mtu. Atakuja ili kuhukumu dunia, atakuja ili pia kufufua wafu. Kwa hiyo ujio ambao Kristo alikuja katika mwaka huo ulikuwa ni ili kuweka mwisho ibada ile ya kihekalu, ibada ya ukuhani wa Walawi, lakini pia na zabihu. Kwa nini ninasema kitu hicho? Kwa sababu hata tukisoma kitabu cha Waebrania kinatuambia ya kwamba Mungu ameweza kubadilisha mfumo ule wa kiibada. Sasa tumekuwa na kuhani mkuu ambao sio tena kufuata ile sheria ambayo ilitoa ya kwamba kuhani mkuu lazima tu atokee katika uzao ule wa Aroni na kadhalika, kuhani wakuu wa Lawi, lakini kinatuambia kwamba Mungu amebadilisha ile sheria. Sasa tumekuwa na kuhani mkuu ambaye ni Kristo. Basi haingekuwa tena inawezekana ya kwamba kuwe kuhani mkuu ambaye ni Kristo tena duniani kuwe na makuhani wakuu wengine ambao watu inabidi waende kufanya ibada kule. Hapana, ilibidi Kristo aweze kumaliza mfumo huo ili tuwe na kuhani mkuu mmoja ambaye ni yeye. Sasa Kristo aliposema mwisho, alikuwa anaongelea mwisho wa huo mfumo wa kikuhani wa Ulawi ambao ungeweza kuisha. Ndio maana alipokuwa anasema mwisho, mara nyingi alikuwa akiongelea mwisho wa huu mfumo huu. Kwa hiyo hatakuwa tena na haja ya huu mfumo, maana mfumo umeshabadilika na sasa tumeshakuwa na mfumo wa kikuhani wa Kristo ambao siku moja kwa majaliwa ya Mungu tunaweza tukaja kuongelea, lakini Kristo aliongelea mfumo huu ya kwamba ungeisha na sasa tumekuwa na mfumo wa pili. Sasa ujio ambao Kristo atakuja kwa mara nyingine utakuwa ni ujio wa mwisho ya historia kabisa ya mifumo ya sasa ya ulimwengu tunaojua, na kwa ajili pia ya ufufuo wa wafu na kwa ajili ya kutoa hukumu. Lakini cha muhimu ni kujua tu ya kwamba mengi ambayo yamezungumziwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, wengi wanafikiri ya kwamba yatatokea baadaye, lakini mengi yameshatokea. Na mengi yaliyozungumziwa pia katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza hadi sura ya 19 yameshatokea, lakini wengi wanasema ya kwamba hayajatokea bado. Kwa hiyo ndio lengo la somo hili, ni kusema ya kwamba kuna vile ambavyo wengi wanatumaini ya kwamba vitatokea na wanaanza kutoa tafsiri fulani, na wengine vinawatia hofu na uoga, na ni vitu ambavyo vimeshatokea. Kwa hiyo wengi wanatumaini vitu ambavyo vimeshatokea tayari. Sasa basi niweze kuweka hitimisho, maana tayari nimeshaongea kwa saa moja. Kwa hitimisho ni kusema tu ya kwamba Kristo tayari amesharudi
kama vile alivyowaahidi mitume wake na kusema kizazi hichi hakitapita hata yote yaweze kutimia. Akawaambia ya kwamba watamuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake ili kutoa hukumu na kadhalika. Hayo yote yameshatimia, lakini kuna yale tu machache ambayo hayatatimia, na bado hayo tunamsubiri mwana wa Adamu akija ili aweze kuyatimiza. Lakini kwa wale wanafikiria kwamba vitu vyote havijatimia, Mathayo 24 na wanafundisha mpinga Kristo na kadhalika, alama ya mnyama na kadhalika, kuna vitu vingi ambavyo havihusu kabisa kipindi chetu na vimeshatimia katika kipindi kile. Kuna wengine ambao pengine niliposema ya kwamba aliposema mambo haya yatatokea hivi karibu, wanasema bongo sasa wewe unasema hivi karibuni, lakini haujui ya kwamba kwa Mungu siku moja ni miaka 1000. Cha kwanza, Mungu hakukuwa anaongea na malaika, alikuwa anaongea na wanadamu. Kwa hivyo akiwaambia hivi karibuni, sidhani ya kwamba anamaanisha miaka 1000 baadaye au 2000. Alikuwa anaongea na wanadamu ili wamuelewe, na anasema heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii na kuyashika. Anaongelea na watu wa kipindi kile ili waweze kuyashika hayo, maana yatatokea hivi karibuni, yani katika zile siku ambazo walikuwa wakiishi. Kwa hivyo Kristo amesharudi na ameshatimiza unabii mwingi ulionenwa katika maandiko, ila kuna baki tu yale machache ambayo bado hayajatimia. Na hayo machache tunaweza tukaona muhtasari wake katika Ufunuo sura ya 20 hadi 22, ambapo yanaongelea kuhusu ufufuo wa wafu, yanaongelea kuhusu mambo mengine, utawala mpya ambao utaanza duniani na kadhalika. Hayo ndiyo ambayo hayajatimia, lakini mengi kabisa yameshatimia, na hayo yalitimia katika kipindi kile Kristo alipokuja ili kuweza kutoa hukumu kwa Israeli. Basi somo la leo linaishia hapa, na tutaendelea na masomo mengine kadri Mungu atakavyoendelea kutusaidia.